hata siku kifa pale sikuokoti. Alikwambia mimi nakupenda nani? Mimi mwenyewe nakuchukia hivyo hivyo. Unavyotaka mimi mwenyewe nataka hivyo hivyo. Yaani nesi ndio msibako siju kifa pale sikuokoti. Alikwambia bila wewe sizikwi nani na usije na nisikuone katika msiba wangu hata nidondoke sasa hivi. Msichana nakuchukia. Kwanza sina ndugu kama wewe mchafu, nesi baba alichepuka. Mimi mwenyewe sina ndugu kama wewe. Mwanamke ujielewe, akili za shule huna hata za maisha huna, yanakushinda maisha yako. Ni ndogo. Kuna hadithi ndogo tu nataka niwasimulie. Nafikiri mtajifunza kitu kupitia hii hadithi. Kuna familia moja ya watu 4. Alikuwepo baba, mama na watoto wa kike 2 kama nyinyi hivyo mlivyo. Basi Mwenyezi Mungu akaibariki ile familia, wakaja wanaume 2, wakaja kuwaposa wale watoto. Mtoto mkubwa akaposwa na mkulima na mtoto mdogo akaposwa na mtengeneza vyungu vya udongo vile pamoja na mikungu ya udongo. Basi baada ya wale watoto kuolewa wakakaa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja baba sasa akasema acha nikawaangalie wanangu, ushafika mwaka sasa sijawaona. Basi ile baba siku hiyo akapanga safari. Safari yake ya kwanza akaenda kwa mtoto wake mkubwa. Baada ya kufika kwa mtoto wake mkubwa akakaribishwa kwa shangwe lote, mtoto kafurahi hivyo. Wakamkaribisha, akala vizuri, akapewa sehemu ya kulala nzuri. Akakaa pale siku 3. Baada ya siku 3 akaaga. Mwanangu mimi leo naondoka, narudi zangu nyumbani. Mtoto akamwambia sawa baba, lakini nakuomba kitu kimoja utusaidie. Kitu gani iko? Baba, mimi mume wangu ameenda kukopa pesa. Baada ya kukopa pesa akaenda kulimisha shamba letu. Baada ya kulimisha shamba akaenda kukopa na mbegu kwa ajili ya kupanda. Sasa ninachokuomba, naomba utuombee dua ije mvua ili zile mbegu zipate kukua. Kama mbegu zitakuwa, basi sisi tutakuwa matajiri. Ile isipokuja mvua, zile mbegu zitakufa. Kwa hiyo tutakuwa maskini wanao. Baba akasema sawa, hamna shida wanangu. Baba akaondoka. Mpaka kwa mtoto mdogo. Kufika kwa mtoto mdogo akapokelewa kama alivyopokelewa kwa mtoto mkubwa. Shangwe na nini, furaha. Baba kaja, unajua zile. Kweli wakamwandalia chakula vizuri. Akaekewa sehemu nzuri ya kulala. Baba akalala, akakaa pale naye siku 3. Baada ya siku 3 akamwambia mwanangu mimi naondoka. Ondoka baba? Naondoka. Baba sawa baba, kuna ombi naomba kwako. Mwanangu ombi gani? Akamwambia baba, mimi mume wangu kachukua pesa yake yote ya msingi, kaenda kanunua udongo kwa ajili ya kutengeneza vyungu, kawalipa na mafundi kwa ajili ya kutengeneza vyungu. Kwa hiyo vyungu vishatengenezwa na vishawekwa juani. Kwa hiyo naomba utuombee dua isije mvua. Kama ikija mvua basi sisi wanao tutakuwa maskini. Kwa hiyo tuombee dua lijijua hivi hivi ili vivungu vipate kukauka. Naamini kama vitakauka basi sisi tutakuwa matajiri na tutakuwa na mafanikio makubwa tu. Baba kachanganyikiwa. Kashika tama. Akasema yule kaomba mvua, huyu naye anaomba jua. Nifanyeje? Ila akasema sawa mwanangu, acha mimi nirudi nyumbani. Sawa baba. Basi yule baba akaondoka akaenda zake mpaka kwake. Kufika kule mkewe hata salamu hajataka, anataka kwanza habari za wanawe. Wanawe wanaendeleaje? Yule baba akasema mke wangu, ikija mvua shukuru Mungu na likija jua pia shukuru Mungu. Mama akashangaa, kwa nini sasa? Baba akasema nilienda kwa mwanao mkubwa. Mwanao mkubwa akasema tumuombee dua ili ije mvua kwa sababu mumewe kakopa hela. Kaenda kulimisha shamba, kakopa na mbegu amepanda. Kwa hiyo ameomba ije mvua ili mazao yakue. Nikaenda kwa mwanao mdogo. Mwanao mdogo akasema tumuombee dua ili lije jua isije mvua kwa sababu mumewe kachukua hela yake ya msingi yote. Kenda kanunua udongo na washatengeneza vyungu na vyungu vipo juani. Kwa hiyo kama itakuja mvua watafilisika.
Kwa hiyo ameomba tumuombee dua isije mvua alijejua. Sijui mmenielewa. Hivi kwa mfano kama hapo wazazi mnaapa kwenye wakati gani? Jaribuni kufikiria. Mimi nipo ndani. Angalia nini? Angalia nini? Angalia mimi ninavyo